Binti mdogo alimkimbilia baba yake akamwambia, baba, mbona kila siku huwa haupumziki? Unachoka sana, unafanya kazi sana, kwa nini? Baba akamwangalia mwanae akasema, ni kweli, lakini niko tayari kuchoka kwa ajili ya wale ninaowapenda. Basi bana, miaka ilipita mingi, hatimaye binti akawa mtu mzima, anajitegemea na ana kazi yake sasa. Alipokuwa akirudi ofisini, baba yake alikuwa akiongozana naye. Wakati huo alikuwa amezeeka sana, mgongo unamsumbua. Mzee akamwambia, binti yangu, huoni kama nakupunguzia mwendo na ninakusumbua sumbua ninavyokufuata hivi mara kwa mara? Si ningekaa tu nyumbani? Binti akamshika mkono akamwambia, ni sawa baba, hakuna haraka wala sina haraka kwa sasa, tutembee tu. Jioni ile alitembelewa na mchumba wake. Mchumba wake akamshuhudia mzee yule akiwa amelala kitandani, akamwambia, hivi huyu mzee kwa nini usimchukue ukampeleke katika vituo vya kulelea wazee huko, ili atuache atupishe sisi humu ndani? Ni kweli binti yule hata halikuwa hana muda wa kutoka na hakuwa hata na muda wa kutoka na rafiki zake zaidi ya kumtazama tu mzee wake. Lakini binti akasema, siwezi kumwacha baba huyu, maana ndiye mzazi wangu niliyebaki naye. Bora niache vyote lakini nibaki naye peke yake. Rafiki zake walikuwa hawamuelewi, wanaona kama anapoteza vitu vingi sana. Siku moja mzee akiwa amekaa na binti yake, mzee akasema, nimeyasikia maneno ya rafiki zako wanazungumza kweli kabisa. Kwa nini usinichukue na kunipeleka katika kituo cha kulelea wazee? Ni kama nakusumbua. Binti akamwambia, baba, unakumbuka ulivyoniambia nikiwa binti mdogo sana? Uliniambia kwamba ni bora nikachoka kwa mtu ninayempenda na siwezi kupumzika, maana huyo ndio niliyanaye katika maisha yangu. Na mimi kabisa siwezi kuchoka kukuuguza wala siwezi kuchoka kukutazama katika kipindi chote, maana umenilea katika mazingira ambayo nimejifunza na umenifundisha vitu vikubwa sana.